Now, Martin Wema still. Mimi siwezi kubali boy child ama girl child apitie noma. Kama hii akili yangu kidogo unaweza jifunza kitu ndani, itakusaidia. Yes, online trolls ziko. Matusi hapo. Yes. Discriminations zipo. But we care. We don't care. Nitajali nini? I cannot, because you are not God. Anyway, nataka nikuulize, do you know why we hausongi mbele? Nataka unisikize vizuri. Kama kuna boy child mahali, girl child mahali, kama kuna huyo mzee mahali, huyo shosho mahali, huyo babu mahali, huyo mama pahali, I want you to get me right and clear. Tega masikio, leo ni Sunday. Tega masikio. Today's on Sunday. Na unisikie vizuri sana kwa makini. Na usikue mpumbavu. Usikue nini? Usikue punda. Unaona kwa nini wewe usongi mbele? Ni huyo pasta wako. Hausongi mbele ni sababu ya huyo pasta wako. Wewe umepata kibarua pahali, ama uko na shughuli zako mahali, ama unatupesa kidogo pahali, na kuna hiki kitu kinaitwa fungu la 10. La watu wengi nataka sasa kuelimisha. Fungu la 10 sio lazima uwe unachukua pesa unapelekea pasta. Unaweza chukua hata mti ya shilingi 5, ile seedling unapelekea pasta. Unaweza chukua mahindi maxi ama maragwe kilo 1 unapelekea pasta. It's not about money. Now, unapata boy child ama girl child amepata mshahara, amepata salary. Unajua salary ni kuanzia shilingi 200 kuendelea. Umepata salary yako ya shilingi 2000 mwisho wa mwezi. Na pasta anakuambia, msichana ama kijana ama mama, baba ama uwe mzee shosho, kwa hiyo mshahara umepata, or the small amount of money you have, nataka utolee Mungu. Umepata pesa ngapi? 10,000. Nataka utolee Mungu shilingi 5,000. Na baraka zitakufuata milele, milele na milele. Na huyo mtu naambia labda atoe 5,000, ni mtu ana watoto, ama ni mtu ana familia, ama ana majukumu mengi. Na wewe sababu wewe ni mjinga, haujui kupiga magoti uombe, unachukua 5,000 unapelekea pasta. Wacha nikwambie, pastors hii dunia, Kenya hii, wametajirika sana kupitia waumini wao. Pastor anagather information, anasema nataka tufanye hivi, next Sunday tuko na fundraising, niko na project na jenga nyumba yangu ilikwama, ama niko na project ninachanga because naona ni vigumu kutembea kutoka kwangu nyumbani ama kukuja na bodaboda kukuja kuhubiria neno la Mungu. Wewe unakalisha chini mayai ama unakalisha chini kinywero, unasema wacha kweli tutolee pasta. Tuseme kanisa moja iko na watu 500, kila mtu ametoa 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000. Hiyo ni harambee mnachangia pasta. Mnachangia pasta ajenge nyumba, mnachangia pasta anunue gari, mnachangia pasta anunulie sijui what. Boy child, acha nikwambie usikue fala. Na in this country or in this world, 99% ni wanawake wenye huwa na fall kwa traps za mapastors. I'm telling you with the 100% sure, kama Martin Wema kiongozi wa chama, kila kitu naongea. Mwanamke anaenda kwa kanisa la pasta. Pasta anamwambia, unaona huyo bwanako, huyo hakupendi. Unaona huyo bwanako hana mbegu za kiume. Umekaa na miaka ngapi hujapata mtoto? 5. Haujapata mtoto miaka ngapi? 5. Then you decide kusikiza ushauri wa pastor. The only pastors wenye watakusaidia kwa mshauri ni 2 3. Lakini kwa pastor wala ni sijui ni fraudsters, kuni man pastors wapumbavu sana. Atakwambia hivi, ati juu sasa bwanako ako na shida, mimi nataka tupange kitu after church service. Sasa unaona ile nyumba yangu yenye huwa nalala,
nataka ukae hapo, alafu nitakuja kukushauri. Pastor anakuambia piga magoti chini, because wewe ni mjinga, anakuambia anakushika kichwa kidogo. Pastor akisha kushika kichwa anakuambia roho wa Mungu anasema oinie siruhali nyahufumire. Ati kuna dawa nataka kupaka kwa ubo wangu, alafu nataka nitumie hii yangu kukuingia wewe, ndio Bwana akikuingia upate nini? Ushike mimba. Wacha nikwambie, najua mimi naona vitu vingi sana vinafanyika, but we just tunanyamaza tu sababu hatutaki stress na pressure za online. But hii nitawaambia, pastor wengi 99% ni wakora, ni wezi. These people are conmen bana, ni wakora, and they will use your money. Watatumia vitu zako, wewe ni aje Barasa, watatumia pesa zako kujifaidisha, watatumia everything kujiendeleza, watakuacha wewe masikini. Unapatwa na shida, unaenda kushauri kwa pastor. Badala pastor kusaidia na ushauri, anakuambia tafuta shilingi 3,000 uweke kwa basha na unitafute nayo kwangu nyumbani, nitakusaidia. Huyu amekusaidia nini? Bocha hawezi songa. Mama uko mahali unanisikia? Wewe mama hauwezi songa. Wewe mzee uko pahali hauwezi songa, because pesa zako zote unapata unapea pastor. Ati mchungaji amenena. Mchungaji amenena, ameniambia nifanye hivi na hivi. Paka kuna pastors wengine wanakuja kwa maboma za mabibi. Bwana hayuko hako kazi mahali. Pastor anakuja. Pastor ananyandua bibi yako kwa nyumba na wewe haujui. Wewe unaenda bibi yako anapigwa, kinywero inatandikwa, inatoa supu kama sturungi na hujui. Mimi nawaambia ukweli, hizi vitu mnasema huyu jamati amelewa. I don't drink alcohol, mimi sikunywi pombe. Mimi sikunywi pombe, sivuti bangi, sivuti sigara, lakini kuna mambo mimi hufanya, lakini siwezi sema mimi hufanya nini. Yes. Kuna mambo mimi hufanya, lakini siwezi sema mimi huwa nafanya nini. But kile kitu mimi hufanya ni Mungu anajua. Mimi nimewaambia ukweli, uwezi songa mbele sababu ya huyo pastor wako. Pastor anakutumia kujifaidisha yeye. Pastor anakutumia kufaidisha familia yake. Pastor anakutumia wewe kufaidisha jamii yake. Saizi ni Sunday. Wamevaa masuti, wako kwa madebao pale, wanasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hakuna Bwana anasifiwa pale. Usikue mjinga. Pata pesa zako, enda nyumbani. Ambia mama na baba, because hao ndio Mungu wako wa pili. Ambia mama, pesa zangu nimelipwa, ama baba, pesa zangu nimelipwa ni shilingi 5,000. Weka pesa kwa meza. Ambia baba, hii pesa mimi nataka unipange kama mzazi. Because what tunasema katika maandiko matakatifu, leo ni weekend, nitaongea kidogo kuhusu maandiko. Kitabu kinasema hivi, kitabu kimeandikwa, na sijui ni kitabu gani, nyinyi mnajua ni kile kitabu kimeandikwa. Sijui ni kitabu kimeandikwa, ni kitabu gani, kwamba baba na mama ni Mungu wako wa pili. Ufuchi wanastahili kuheshimiwa. Kuta baba, piga magoti chini. Baba kuombee. Na baba akikuombea, baba atakupa baraka. Mama akikuombea, mama atakupa baraka. Mama, baba yako mzazi aliyekuzaa atakupa baraka kubwa zaidi kushinda huyo pasta mwenye anakuibia huyo. Ukipatia pasta shilingi 7,000 hata kuambia ati asante mtoto wangu, asante muumini wangu. But ukipatia mama yako 200 shillings, mama atalia machozi. Mama atapiga magoti akishika tumbo, mwanangu, hii ndio tumbo ilikuzaa. Mwanangu, popote uendapo ubarikiwe. Mwanangu, popote uendapo baraka zikufuate. Neema ya Mungu ikuonekanie mwanangu. Ukipatia baba 100 bob, baba atapiga magoti chini, atalia, mwanangu, pole sana kwa masaibu unayopitia, naomba Mungu akusaidie. May God bless you my son. May God grant you a favor my son. Mungu akuonekanie katika njia zako zote. Shughuli unayoshika yote na mkono wako iweze kubarikiwa. Lakini pastor utampata pesa zako, atakwambia sawa. Ni Mungu ananiambia nikupe muda kidogo, Mungu atatenda. Mungu atatenda nini? Mama yako mzazi yako na uwezo wa kukuombea Mungu akubariki. Baba yako mzazi ana uwezo wa kukuombea Mungu aweze kukubariki. Boy child, girl child, wacha kuwa mjinga. Wewe mama unanisikiza hapo, wewe mzee unanisikiza hapo, shoshona unanisikiza hapo, usikue mpumbavu. Follow the appropriate way yenye nakwambia. Kidogo unachopata pelekea mama yako, pelekea baba yako, piga magoti chini wa kuombea. Niliona paka mjinga mwingine mamaka anamflash, anasema huyu mama sasa anataka kuniomba. Mwingine anasema huyu mzee anataka kuniomba. Your parents are the second God. Are your second God. Are the second God blessings.
Mungu alitengeneza mama yako na baba yako wakubariki wewe, because Mungu atakubariki kupitia mama yako na baba yako. Mimi nitakwambia ukweli, kuna vitu vingine vinimeona vinafanyika vya upumbavu. Pastors wamechukua wamama kama sufuria, kama suruali. Pastor anakuambia kojua kwa sufuria ama kwa beseni niletee mkojo. Nataka kunena na Mwenyezi Mungu. Nataka huyo upate mtoto. Pastor mwisho anachukua sijui dawa fulani anapaka kwa ubao. Na anakuambia lala kwa kitanda, panua. Pastor anatumbukiza mrija. Hiyo ni kitu mimi nasema ukweli. Vitu zingine tuache kubeba ujinga. Pastors wanatumia wanawake vibaya sana. And you pastors, mimi wacha nitawaambia ukweli. Kuna vitu zingine mnafanya hamfanyi vizuri. Hauwezi sema wewe unataka kuchangisha kwa church ati ununue gari. Unataka kuchangisha kwa church ati ujenge nyumba. Unataka kuchangisha kanisani usomeshe watoto wako. It is a no way. Hiyo nimekataa. Boy child, usikuwe mjinga. Girl child, don't be stupid. Yeah, mimi nimewaambia ukweli. Na pia la mwisho ni heshimu mama na heshimu na baba. Alafu kumbuka, boy child, crime hailipi. Ni sawa, crime hailipi, inalipa na vitu vingapi viwili? Kifo na imprisonment. Stay guided. Na leo ni Sunday na mwache upuzi.